katika mwaka mpya, na Kristo wa amani ametuandalia jambo jipya. Na nataka niombe kwa mta mchache ambayo kuwa pamoja nanyi. Nimeona ya kwamba amekuwa upande wetu, ametulinda, ametufukisha mwaka wa 2025. Tasama tumeona mwaka mwingine wa 2026 katika neema ya Bwana, si katika nguvu zetu, bali Kristo tena ametuandalia siku nyingine kwa ajili ya neno la Kristo la uzima. Nitaomba niombe kwanza, alafu niibishe neno la Kristo, alafu tuendelee. Uliye juu mbinguni, nataka nikushukuru Bwana Yesu, mfalme wa amani, mtakatifu wa watakatifu. Tasama Bwana, umetufukisha Bwana, katika neema yako tumeingia katika mwaka mwingine, na tumeona siku ya kwanza, siku ya juma Baba, Jumapili ndio ya kwanza katika huu mwaka. Ni neema yako ambayo umetuwezesha. Ninasema asante kwa ajili ya kibali na uzima na ulinzi ambayo umetuwekea. Tasama tunaenda kujifunza neno lako Bwana Yesu. Msikilizaji mahali alipo, na muweka mikononi mwako, kapate kumulinda na kumuhifadhi, kwa maana wewe ni Mungu. Mahali penye tumeenda kinyume na neno lako kama wanadamu, naomba ukapate kutusamea maneno ambayo tumepitia katika mwaka wa 2026 wa 2025. Tumepitia mambo mengi, tumekukwaza, tumekubaba, tumekuudi, tumekurudisha katika msalabani mara ya pili, lakini naomba msamaha asubuhi ya leo, kapate kutusamea na kutulinda, kwa sababu jina lako linaweza na jina lako linafungua. Wewe ni mwingi wa rehema, mtakatifu. Naomba ukatusamee huu mwaka mtakatifu, tukaone mkono wako, tukasiti kuenda pamoja nasi, ukasiti kutuongoza. Zaidi ya yote katika hii televisheni Bwana, na iweka mikononi mwako, kapate kutulinda Bwana. Neema yake kapate muongozo wako kae pamoja nasi katika msikilizaji pamoja Baba, na neno ambayo umetuandalia siku ya kwanza ya Jumapili, na iweka mikononi mwako. Neema yake kapate kutawala na kutamalaki. Ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba hata na kuamini. Amen. Amen. Na mtazamaji, siku ya leo nitaongea juu ya kumiliki katika mataifa ambayo yaliyo ndani ya maisha yako. Kuna mataifa mwanadamu, wewe pamoja na mimi. Kabla sijaongea, nitanukuu maandiko matakatifu. Unaposoma katika Maombolezo na 3 mstari mdogo wa 22, maandiko inasema ya kwamba ni huruma zake Mwenyezi Mungu ya kwamba sisi hatujaangamia. Mpendwa, wewe pamoja na mimi, nataka nikukumbusha kitu kimoja, kwa maana andiko linasema ya kwamba njoo tusemezane, asema Bwana, eleza mambo yako ili upewe haki yako. Tazama, wewe na mimi, si ya kwamba sisi ni wema kuliko wale wengine, si ya kwamba sisi ambaye tumeshinda wale ambaye waliokuwa wamefariki, si ya kwamba sisi ni wema ambaye tumeshinda wale ambaye wenzetu hata wamepatikana na changamoto katika ndani ya maisha. Lakini katika Maombolezo 3 mstari wa 22 anasema ni huruma zake Mwenyezi Mungu ya kwamba sisi hatuangamii. Tazama, wewe na mimi, Mungu wa Israeli ametuajia, ametupa pumzi ya uzima katika ndani ya mioyo yetu, amekupa pumzi ya uzima, umetembea, umepatikana ya kwamba wewe ni mzima na umeona mwaka wa 2026. Nataka nikwambie ya kwamba mshukuru Mungu mahali popote ulipo, lakini si katika akili zako, bali ni neema ya Kristo iliyo ndani ya moyo wako. Siku ya leo tutajifunza juu ya Naumu, mtumishi wa Mungu aliyekuwa nabii katika miongoni wa manabii wa Mungu. Naumu 1 mstari mdogo wa 9 anasema nini? Ni huruma zake Mwenyezi Mungu ya kwamba sisi hatuangamii, kwa sababu Bwana ameikomesha mateso, hayatapatikana mara ya pili. Mtumishi wa Mungu mahali popote ulipo, nataka nikwambie ya kwamba hapa tunakuja tunaliona neno ama tunapata neno la Mungu linasema ya kwamba, na unawaza nini juu ya Bwana? Kwa sababu Mungu wa Israeli anaposema hivyo katika taifa la Israeli, wana wa Israeli walikuwa wanapitia changamoto, wana wa Israeli walikuwa wanapitia katika miiba na michongoma. Especially hata wewe mwaka uliopita umepitia changamoto katika ndani ya maisha yako, umepitia mateso katika ndani ya maisha yako. Wengine wetu wamepoteza ndugu zao, wengine wetu wamepoteza hata wazazi, wengine wetu wamepoteza hata viongozi. Hata nasi katika taifa letu la Kenya tumepoteza viongozi wa kadhaa. Lakini Biblia inasema ya kwamba sisi
sisi katika taifa la Israeli ama taifa la Kenya ama katika watumishi wa Mungu, Mungu anatuuliza ya kwamba, anasema ya kwamba mnawaza nini juu ya Bwana? Kwa sababu Bwana ameyakomesha, mateso hayatapatikana tena mara ya pili. Haijalishi umepitia katika changamoto katika ndani ya maisha yako, haijalishi utapitia katika miiba na michongoma, haijalishi unapitia katika na kutengwa na marafiki na maadui, hata kazi yako umepatikana na changamoto, ulikuwa umesimamishwa katika muda fulani, ulikuwa umepoteza mambo na tumaini katika maisha, lakini Mungu anakuuliza ya kwamba katika yale mateso, katika yale ugumu, katika yale ugumu uliokuwa unaiona katika ndani ya maisha, Mungu anakuuliza ya kwamba unawaza nini juu ya Bwana? Unamuwazia nini katika ndani ya maisha ya Mungu? Unawaza nini katika ndani ya safari ya maisha yako? Unawaza kinyume na Mungu ama uko katika kinyume ama uko katika upande wa Mungu? Ndiposa neno linasema ya kwamba tazama ni huruma zake Mwenyezi Mungu ya kwamba sisi hatujaangamia. Umepitia mateso lakini Bwana amekujalia una uzima. Umepitia changamoto lakini Bwana amekujalia wewe unahesabiwa haki katika neema ya Mungu. Unapatikana ya kwamba katika gift ambaye Mungu ameona ya kwamba ambaye gift hapatikani na mwanadamu, umepokea pumzi la uzima katika ndani ya maisha. Ndiposa Mungu anakusema ya kwamba ni huruma zake Mwenyezi Mungu ya kwamba nasi hatujaangamia. Tazama umepitia hata katika miiba na michongoma lakini hujaangamia, hujafariki. Lakini swali si asubuhi ya leo, Bwana anasema ya kwamba unawaza nini juu ya Bwana katika mambo yale unayopitia? Mungu anasema ya kwamba ni kama mateso, Mungu amesema ya kwamba ameikomesha na hayatapatikana tena mara ya pili. Mateso unayoyaona, shida unayoiona, majaribu unayoyaona, Bwana anakuagiza ya kwamba unaenda kumilikisha katika mataifa ambayo iliyokuwa maishani mwako. Hii mataifa inapatikana namna gani? Haya mataifa ambayo ulikuwa umetawaliwa na ufukara, umetawaliwa na roho ya umasikini, umetawaliwa na roho ya kukataliwa, umetawaliwa na nguvu za kiza, umetawaliwa na laana za wanadamu, umetawaliwa pamoja na laana za ukoo. Unavyojaribu ya kwamba hata kazi mahali popote unapoenda hauwezi kupata kibali ukapenya, unaagizwa, lakini mahali wakati wa kuajiri watu unaona ya kwamba hauchapata ile nafasi. Mtumishi wa Mungu, Bwana anasema ya kwamba anakuuliza asubuhi ya leo ya kwamba katika ndani ya maisha, haijalishi mataifa yaliyokuwa yamekumiliki, mataifa ambayo ilikuwa imemilikisha katika maisha yako, mataifa ambayo yalisema ya kwamba hutashinda, mataifa ambayo ilikuwa ikisema ya kwamba mahali popote unapoenda hakuna mahali penye utafaulu. Yale ni mataifa ambayo nataka kuongelea, lakini Bwana anakuuliza ya kwamba katika yale mateso na katika yale una ugumu na katika yale mataifa ambayo unayoyaona katikati ya maadui, katikati ya na vita ambayo imekugumba, lakini Bwana anasema ya kwamba katika yale mateso unasema nini juu ya Bwana? Uko tayari ya kumuita Mungu ama uko tayari? Tazama katika wana wa Israeli, nikukumbusha ya kwamba wana wa Israeli walipokuwa wametoka katika nchi ya utumwa, Biblia inasema ya kwamba hawa wana wa Israeli walipitia katika changamoto, wakapitia katika mateso, wakapitia katika miiba na michongoma, hata wakafika katika jangwa. Wengi wao walikufa kwa sababu walitoka katika nchi ya Misri, watu walikuwa maelfu, lakini walipopatikana katika ile jangwa walikuwa wachache kwa sababu wengine walikuwa wamepotea. Lakini Mungu, kwa sababu anasema mawazo yangu si mawazo yenu, Mungu anasema ya kwamba mimi ninawazia mawazo yaliyo mema. Lakini Mungu anakuuliza ya kwamba wewe na mimi pamoja asubuhi ya leo tunawaza nini juu ya Bwana wetu aliyetuumba, na tunawaza nini katika mataifani mwetu? Kwa sababu Mungu anavyotuagiza, anasema nini katika Yeremia 30 mstari wa 11? Anasema ya kwamba Mungu aliye juu yako anaenda kuweka mataifa yaliyokuwa yamekumilikisha, mataifa yaliyokuwa kinyume chako, mataifa ambayo yalikuwa yamekuzingira, mataifa yaliyokuwa yamekutawala, mataifa ambayo yaliyokuwa yako katika kinyume cha maisha yako. Mungu amesema ya kwamba kwa sababu Bwana ameikomesha, na Mungu ameikomesha, hayatapatikana tena mara ya pili. Yale mateso hayatainuka, yale mataifa hayatainuka, kwa sababu Bwana yu upande wetu, kwa sababu Bwana anakaa upande wetu. Na mkumbuke katika andiko linasema nini? Ya kwamba Bwana akiwa upande wetu, ni nini kilicho kinyume juu ya maisha yetu? Mtazamaji, mahali popote ulipo unaisikia hii sauti, nataka nikwambie kwamba Mungu anakuwazia mawazo yaliyo mema. Amekwambia ya kwamba usifanye
usifadhaike, usiangalie mambo yaliyokuwa yamepita, usikumbuke maneno unayoyapata, usijifariji katika maneno ambayo ya siku ya mwisho itakuumiza. Nataka nikwambia mahali popote ulipo, inuka asubuhi ya leo katika imani, inuka katika miguu yako, umuite Bwana katika ndani ya safari, umuite Bwana katika huu mwaka, na utakaposimama umuite Bwana. Anasema ya kwamba mateso hayatapatikana tena mara ya pili, na mateso yatakapopatikana mara ya pili, inaonekana ya kwamba unafuka, unaingia katika kiwango kingine, kwa sababu Mungu anasema ya kwamba Mungu aliye juu mbinguni, sikio lake si zito na macho yake si kipofu ikose kuona, mkono wake si fupi ikose kukufikia, bali maovu yako ama maovu yetu. Nataka nikwambie kwamba fanya haraka katika mpendwa mtazamaji, inuka katika imani yako, inuka katika mahali popote ulipo, uliokuwa umechechemea katika imani, uliokuwa unaangalia ya kwamba sitaweza, uliyesema ya kwamba huu mwaka hata heri nife, huu mwaka uliokuwa umepitia mateso, ukajiamulia hata ukasema ya kwamba nife. Hata wengine wakanywa sumu, wengine wakakata tamaa ya maisha, wengine wakasema hata nisiishi, wakapoteza tumaini. Lakini Bwana amesema ya kwamba wengine wanateseka kwa ajili ya vifungo ya wanadamu, na wengine wanateseka kwa ajili ya ushirikina ya wanadamu. Lakini Mungu wa Israeli amekuagizia asubuhi ya leo, na hapa akisema ya kwamba katika watu wangu, na nasema ya kwamba mateso hayatapatikana mara ya pili, mateso hayatapatikana tena kwao, kwa sababu Bwana yu upande wao, na kwa sababu Kristo atawalinda, na kwa sababu Kristo atawafunika na damu yake, kwa sababu Mungu anasema mara ya pili mateso hayapo tena. Huu mwaka nataka nikwambie uwe mwaka wa mafanikio, utamilikisha mataifa yaliyokuwa wakisema ya kwamba haya mataifa hayatapatikana tena katika maishani mwako. Haya mataifa ni kina nani? Unaposoma katika Ezekieli, unaposoma Isaya 54 anasema ya kwamba yamkini watakusanyana, yamkini watakaa pamoja, yamkini ya kwamba watakaa vikundi, lakini si katika shauri la Bwana. Mungu anasema nini? Yale ndiyo nataka nikwambie, mataifa yaliyokuwa ndani ya maisha, yale mataifa yaliyokuwa yamekumilikisha, yale mataifa ambayo Mungu anasema ya kwamba watasanyana lakini hawatafaulu, lakini si katika shauri la Bwana. Yamkini katika mstari wa 16 anasema ya kwamba hata katika vinywa vyao watanena maneno ya laana juu ya maisha, lakini hayatakupata kwa sababu Bwana yu upande wetu. Na Mungu anasema na anaenda kukufundisha sawa sawa na imani yake. Mungu atakapokuwa upande wako, nataka nikwambie yale mataifa yaliyokuwa ndani ya maisha, yale mataifa yaliyokuwa yanakumilikisha, asubuhi ya leo nataka nikwambie katika Ezekieli 37 Mungu akamuuliza mtumishi wake na Ezekieli, akasema ya kwamba akasema ya kwamba je, hii mifupa yaweza kukua na yaweza kuamuka, ama hii mifupa yaweza kutembea? Lakini katika kinywa cha mtumishi wa Mungu akamwambia ya kwamba Bwana wewe wajua. Nataka nikwambie mtazamaji, mahali popote ulipo, shida unayoyaona, shida unayopitia katika maishani mwako, umepitia miaka nenda miaka rudi, lakini nataka nikwambie asubuhi ya leo Kristo anakuambia, na asubuhi ya leo Mungu aliyeumba mbingu na anakwambia ya kwamba kuanzia sasa mifupa ambayo iliyokuwa ndani ya maisha yako, mifupa mikavu, nataka nikwambie mwachie Mungu nafasi, atasimama upande wako. Achia Kristo nafasi, alimwambia ya kwamba Bwana wewe wajua, ilivyo mtumishi wako Ezekieli alivyomwambia ya kwamba Bwana wewe wajua ya kwamba hii mifupa yaweza kuwa na nyama, hii mifupa yaweza kutembea, hii mifupa yaweza kunena. Lakini Bwana akamwambia mtumishi wake, kwa sababu ya unyenyekevu, na kwa sababu Mungu ametaka kujitukuza, na kwa sababu Mungu anataka kusimama katika mbele yake, akamwambia ya kwamba Bwana wewe wajua, na akasema ya kwamba Ezekieli ya kwamba itabirie hii mifupa iwe na nyama. Na mtumishi wa Mungu akaanza kutoa unabii juu ya mifupa. Nataka nikwambie maisha yako yamekuwa mifupa, maisha yako hayana chochote, katika meza yako haina chochote, kwa sababu wanadamu walisema ya kwamba hautafanikiwa, ya kwamba hautafanikiwa, ya kwamba hautainuliwa, ya kwamba utakuwa mtu wa kuombaomba, ya kwamba mtu wa kuteseka, ya kwamba hata ministry yako mahali popote unapoenda, wengine wanasema hii haka kanisa hakuna mahali penye kataenda, huyu mtu ameanza juzi tumemuona hivi. Lakini nataka nikwambie, kwa sababu neno la Mungu linasema hii mifupa inaweza kunena. Lakini Mungu akamwambia wewe mtumishi wa Mungu, akasema ya kwamba Bwana wajua. Achia Mungu nafasi katika maisha. Mifupa iliyo ndani ya maisha leo inakuwa na nyama katika maisha yako. Una mahali popote, meza yako ilikuwa ambayo ilikuwa na kitu chochote, nataka nikwambia kwamba hii meza siku ya leo kuna kitu ambayo inaenda kukuwako. Kuna meza yako inaenda kubadilisha, meza
yake itakuwa na furaha, meza yake itakuwa na samaki, meza yake itakuwa na mikate, kwa sababu ilikuwa na jiwe. Lakini katika neno la Mungu, ile jiwe Mungu anaibadilisha, inaenda kuzalisha, itakuwa samaki, itakuwa fedha, utakuwa kumilikisha mataifa. Yale majiwe yatakuwa chini ya miguu yako, na ile jiwe ambayo wanadamu walisema ya kwamba haitakufanikiwa ama haitafanikiwa, Mungu anakuambia kwamba anaenda kubadilisha, kwa sababu yeye ana uwezo na mamlaka katika ndani ya maisha yake. Anaenda kubadilisha ile meza, na katika yale maneno yaliyosema, nataka nikwambie, Mungu amesema ya kwamba yale mateso hayatainuka, na ile jiwe halitakuwa katika ndani ya maisha. Vicheko ambavyo wamekuchekelea, Mungu wa Israeli atasimama pamoja nawe, atakulinda, atakufunika na damu yake. Mtazamaji, usiokope katika hali zote, lakini nataka nikwambie, Biblia inasema ya kwamba ni huruma zake Mwenyezi Mungu ya kwamba sisi hatuangamii. Ni huruma zake Mwenyezi Mungu ujaangamia. Ni huruma zake Mwenyezi Mungu ya kwamba hata kuna wale wengine mlizaliwa pamoja nao, lakini wakaja wakafariki, wengine wakakufa, lakini wewe Bwana amekujalia, wewe ni mzima katika Bwana. Wewe Mungu amekupa uzima, amekujalia uwe na nafasi ya kusimama. Hata wengine walifariki wakisema hata heri nife, kwa sababu hawana tumaini ya kuishi. Nataka nikwambie, katika andiko linasema ya kwamba sisi hatumo miongoni wale wasitao na kupotea, bali sisi tume miongoni wale wanaotupa tumaini siku zijazo. Hii ni siku ambayo nataka nikwambie, siku ya leo utafunguliwa katika minyororo. Siku ya leo unaenda kusimama. Siku ya leo unaenda kumilikisha mataifa. Huu mwaka uwe mwaka wa mafanikio. Huu mwaka uwe mwaka wa baraka katika njia zao, pamoja na uzao wako, pamoja na maisha yako, mahali popote, hata katika kazi ya mikono. Nataka nikwambie ya kwamba maadui wataenda chini ya miguu yako, maadui watakaa katika chini ya miguu yako, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba ya Baba watakuja katika njia moja, lakini Bwana atawakawanyisha, wataendea katika njia saba. Nataka nikwambie, taifa iliyokuwa limemiliki katika ndani ya maisha, Bwana Yesu yu upande wako, anaenda kuwakawanyisha, wataenda kusambaratika, kwa sababu Mungu ako pamoja nawe, kwa sababu Kristo ako upande wako, na kwa sababu Mungu amekulinda, na kwa sababu Mungu amekuagizia ya kwamba haya mateso hayataonekana tena, yale mateso hayataonekana tena. Lakini katika andiko ndiposa Mungu akuinue. Biblia inasema katika Injili, Yesu akasema ya kwamba mkiwasamea watu makosa yao waliowakosea nyinyi, hata Bwana wa mbinguni atawasamea. Lakini msipowasamea, hakika Bwana wa mbinguni hatawasamea. Nataka nikwambie, huu mwaka kuwa na moyo wa msamaha katika ndani ya maisha. Hata kama kuna mtu aliyekukosea, hata unajua kwamba huyu ndiye anakuudhi, hata ya kwamba huyu ndiye anakufanyia vidina, lakini nataka nikwambie, mwachie Mungu wa Israeli, kama Ezekieli alivyomwambia Mungu ya kwamba hii mifupa wewe waweza kujua ya kwamba inaweza kuwa na nyama. Ndiposa Mungu akampa mtumishi wake akasema, sasa toa unabii juu ya mifupa. Nataka nikwambie, mwachie Mungu nafasi, usichukue ya kwamba nafasi wewe mwenyewe hukumu mwanadamu, bali mwachie Kristo Yesu ahukumu mwanadamu, adili na maadui, adili na walio kinyume chako, kwa sababu Bwana anasema, Bwana peteta nao naoteta nami. Ile ombi la Daudi likae katika kinywani mwako. Nataka nikwambie, utakuwa mtawala, utakuwa mfalme. Wewe ni mtoto wa Mungu, kwa sababu Bwana yu upande wako. Yesu anakupenda mtazamaji. Usijifariji katika dhambi, bali toka katika imani ya kujifariji. Simama katika njia ya kweli. Yesu Kristo anasema ya kwamba njooni kwangu enyi nyote mnaosumbukana na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Shitieni nira ya Kristo, kwa sababu yeye nira yake ni nyepesi tena ni laini. Anakuagizia ya kwamba ndiposa mataifa yaliyokuwa ya maishani mwako yaliyokuwa yamekutawala, nataka nikwambie, itakuwa chini ya miguu yako, kwa sababu umemwachia Bwana nafasi katika ndani ya maisha. Kama Ezekieli alivyomwachia Mungu nafasi, akasema hii mifupa wewe wajua ya kwamba inaweza kunena, hii mifupa unajua ya kwamba yaweza kutabiri, na Mungu akampatia uwezo na mamlaka katika kinywa cha Ezekieli mtumishi wake. Sasa siku ya leo nataka nikwambie, Mungu amekuagizia ya kwamba awaza mema katika juu ya Bwana. Ama unawaza nini juu ya Bwana? Usiwaze kuheshimiwa na wanadamu, usiwaze kuheshimiwa na ama utafute heshima ya dunia hii, bali tafuta heshima iliyo ndani ya Kristo, kwa sababu Yesu mwenyewe akasema, heshima yangu si ya dunia hii, bali ni ya Baba. Tafuta heshima ya mbinguni, kwa sababu Mungu atakuheshimu, atakubariki, atakuinua. Aliyesema ya kwamba hutashinda, nataka nikwambie, ili yale ndiyo mataifa, nataka nikwambie, yatakuwa chini ya miguu yako, yatakuwa chini ya hema yako. Wewe utapita juu yao, kwa sababu Mungu anakuagiza
kumalizia katika Melaki anasema Mungu atakupa uwezo na wale maadui utawakanyaga kama jivu katika ndani ya maisha yenu mwao. Nataka nikwambie usiokope mpendwa mtazamaji, kuwa na imani katika ndani ya Kristo na Mungu wa amani atakubariki, Mungu wa amani atakuinua kwa sababu Yesu Kristo ni mwema katika hali zote. Nataka nikukumbushe ya kwamba na kama unataka kutufuatilia katika hii channel, nataka niseme ya kwamba kama una simu yako smartphone, ukiingia katika YouTube andika Apostle Moses Wekesa, na ukiingia mahali pale ninakuomba ya kwamba hata ukasubscribe. Katika kusubscribe kwako Mungu atakujalia, utakuwa umetuinua katika nafasi nyingine. Kama unaona ni vyema, hata kama ni maombi, tuko pamoja, tunaweza kusimama pamoja nao tukakuombea. Kama na katika hali ya kusaidiana katika maneno ya safari ya wokovu, tuko tayari na Mungu wa amani atakubariki. Usisahau kusubscribe, usisahau kufuatilia. Kanisa letu liko katika hapa Kibabiti Buloma, na wakaribisha wote nikisema karibuni sana, tuendelee pamoja na kutangaza habari njema ya ufalme wa Mwenyezi Mungu. Haijalishi wewe ni nani, lakini tuko tayari ya kupokea wewe pamoja na sisi, tuendelee pamoja na kuhudumu habari njema ya ufalme. Na wakaribisha wote katika jina la Yesu nikisema ya kwamba kama una sadaka yako, kuna namba mahali pale, ukiingia katika mtandao utaipata. Nataka nikuachie namba ya simu, kama una ombi lolote waweza kunipigia, waweza kutuwasiliane pamoja nasi. Mungu wa amani akubariki. Nambari ya simu ni 0768 55 5454 0768 55 5454. Hiyo ndio namba ya simu. Ukipenda sana unaweza kutufuatia mahali pale, hata kama ni sadaka yako unaweza kutuma mahali pale na tufanye pamoja na maombi. Msisahau kufuatilia hii station yetu ya West TV. Mungu wa amani akubariki pamoja na mtumishi wa Mungu ambaye nasiti kutupatia nafasi. Viano nasema ya kwamba mahali popote hata nao ukamuombe Kristo wa amani asiti kutuinua, atuweke katika viwango vingine. Nataka niombe pamoja. Uliye juu mbinguni, nataka nikushukuru katika neno ambao umelituma ya kwamba Baba unaenda kukomesha maadui walio kinyume chetu na mateso hayatainuka tena mara ya pili. Naomba kibali katika hii channel pamoja na msikilizaji ambaye amepokea hili neno, ukapate kumlinda na kumsimamisha, kwa maana wewe ni mfalme. Kazi ya mapepo na ibilisi ikapate kushindwa. Ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba hata na kuamini. Amen. Yesu wa amani awabariki. Karibu mtumishi wa Bwana. Wow. Thank you so much for the word of the day. Na imekuwa baraka sana. Maybe to how was your last year? Yes. And now you're the new year. Mwaka umekuwa mzuri. Namshukuru Mungu kwa sababu Mungu amekuwa upande wetu. Na zaidi ya yote, unajua kitu ya maana, sisi wanadamu huwa tunafika mahali tunasahau kitu ya maana katika dunia. Lakini Mungu akikupatia gift ya uzima ni kitu ya maana. Ni zaidi ya yote. Wow. Sasa mimi naona ya kwamba huu mwaka uliopita ni mwaka wa mafanikio pia, na natarajia huu pia utakuwa mwaka wa mafanikio. Yes. Nini ambacho unabadilisha huu mwaka ambao ulikuwa nayo 2025 and now katika pita zako za just to analyze? Yes. Umeona unabadilisha huu mwaka? Huu mwaka kitu ya maana, kitu ya kwanza na tunamshukuru Mungu kwa sababu tulikuwa katika rendo, lakini sasa tunatarajia kwamba huu mwaka tutaingia katika maisha mwetu ya kumiliki vitu vyote katika maisha. Yenye ilikuwa imetushinda huu mwaka, najua ya kwamba huu mwaka ambayo tumeingia, Mungu wa amani atatujalia na tutamiliki katika yale maneno. Yes. Umeweka resolutions ama wewe si mtu wa resolutions? Tumeshaweka kwa sababu lazima ukue nayo. Ya last year ilikamilisha yote? Ya last year kuna baadhi ilikamilika, lakini mengine hayakukamilika. Yes. Unafanya nini kwa yale ambayo hayakukamilika? Kitu yenye ninafanya saa hii ni kuwatia watumishi wa Mungu mahali popote wanaositi kutufuatilia, kwa sababu kuna wale ambao wanatufuatilia wako nje, lakini baadhi ya watu wanasimama pamoja nasi na kutusupport. Na sasa katika ile nafasi naona ya kwamba Mungu kupitia wale pamoja na imani yetu pamoja na bidii, Mungu atatujalia itakamilika. Yes. Wow. Na kuna hilo tu maybe anakutazama na maybe ni pastor. Last year alipata washirika wengi sana walitoka kanisa lake. Yes. Na sasa anajiuliza afanye nini? Maybe neno tu la himizo kwake. Na katika yale, kwa sababu Mungu anasema ya kwamba kila jambo linalotendeka chini ya mbingu lina kusudi machoni pa Mungu wa Israeli. Na katika yote inayotendeka chini ya mwanadamu, Biblia inasema ya kwamba katika Wakorintho
wa pili 5 mstari wa 7 anasema ya kwamba kwa maana sisi tunaenenda kwa imani, hatuenendi kwa kuona, bali tunaenenda kwa imani. Nataka nimwambie mtumishi wa Mungu asiokope na wala asiangalie wale. Na katika injili ya Kristo wa amani akasema ya kwamba Baba ulionipa sijampoteza hata mmoja, bali mtoto wa mpotefu peke yake. Sasa asiangalie walio kutoka, kwa sababu Biblia inasema walio ndani mwenu wahesabuni ya kwamba ni ndugu katika imani. Lakini wakitoka baadhi yenu, juu ya kwamba ule muhesabuni katika ndugu katika imani, lakini si wa kwenu. Sasa nasema ya kwamba aliyetoka, mtumishi wa Mungu asifadhaike wa kumfuatilia, bali yeye aendelee na injili ya Kristo Yesu na asiti kusimama na kutangaza habari njema ya ufalme. Wow. Azidi kutangaza injili ya Yesu ambaye ni mfalme. Amen. Wow. So 2026 hapo watu walikuwa wanavuka mwaka. Maybe kuna yule alivuka mwaka kidogo hakuwa vile angependa kuvuka mwaka, ambapo kuna watu wamekuwa wanasema okay, kuna hii culture kupiga nduru usiku ukivuka mwaka. Na kuna wale ambao wanasema nitavuka mwaka nikinyamaza, because wanasema ya kwamba if you are making noise, like unapiga nduru usiku and you expect the ear iko mzuri kwako, then the ear will make noise to you because you started by making noise. How do you take this conversation? Na katika upande wa nduru, unaposoma Psalms, Zaburi 66 anasema ya kwamba mpasieni Bwana sauti ya shangwe na vikelekele. Kumpasia Bwana sauti na kwa ajili ya kuvuka mwaka si dhambi wala si kosa, bali ni kumshukuru Mungu katika yote ambaye amekutendea. Na kupasa sauti yako, sioni ya kwamba kuna sheria yoyote, bali Biblia inasema mpasieni Mungu sauti, kwa sababu kama tuko katika hekalu la Mungu tukimshangilia Bwana, hiyo tayari tunamsifu Mungu. Na hiyo tayari tunaangalia, tunasema ya kwamba tunamrudishia Bwana sifa na utukufu kwa sababu ya ulinzi ambaye ametulinda. Sasa katika ile maneno hayana dhambi yoyote wala haina tatizo lolote, bali katika na Amos akasema ya kwamba kwa sababu wakati unakuja Bwana atasikatalia mbali nyimbo zao. Hizi nyimbo ni nyimbo ambazo zinafanana namna gani? Ni nyimbo ambazo haiwezi kumpatia Mungu utukufu. Hiyo ndio Mungu hawezi hata kuiangalia. Lakini katika nyimbo ya utukufu na shangwe ya utukufu, Mungu anafurahia pamoja naye na anapendeza pamoja naye. Ni maandiko. Tunapozungumzia shangwe na utukufu, wacha turudi kwa the context. Yes. Umetenda dhambi like criminals, because crossing, when that mood of crossing to the new year, the atmosphere is filled with joy and all that. Everyone is smiling around you. And kuna someone alisema kwamba when you see everything is like going taking a shape in excitement, be very careful. That is the place where you are easily to mess up. So let us go back to the context. People walipiga nduru usiku. Yes. But there are people ambao wali make mistakes huko usiku. Okay, in the Christian part of it, is it advisable do tenda dhambi then upige nduru? Is it that Mungu atachukua baada ata accept that that kushangilia kwako? Unaposoma maandiko, Biblia inasema ya kwamba Paulo katika Warumi akasema mstari wa 12 akasema, toeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, ndiposa ibada yenu iwe ya maana na iwe ya kumpendeza Mungu. Unaona ya kwamba katika hiyo nafasi, kitu ya kwanza kama umelijitoa kuwa dhabihu ya Mungu. Na katika tena maandiko matakatifu inasema ya kwamba je, tudumu katika dhambi ndiposa ya Mungu, neema ya Mungu iwe nyingi? La hasha. Sisi tuliofiwa dhambi mara moja hatutaishi tena katika dhambi. Lakini kukosa kwa mwanadamu kupo. Lakini Bwana anakuhakikisha ya kwamba mlango wa neema ungalipo. Sasa kama umetenda dhambi pasipo kukusudia, unaposoma Leviticus 22 mstari wa 4:22 anasema ya kwamba mtawala atakapotenda dhambi wakati wa Musa, hii dhambi ametenda pasipo kukusudia.
katika sheria ya Musa alikuwa anahesabiwa dhambi kwa sababu ya dhambi aliyokosa pasipo kutarajia. Sasa waweza katika ile sheria ya Musa na Torati, mtu kama ametenda dhambi akisema kwamba natenda dhambi lakini tarudi nitubu, hii ilikuwa dhambi katika machoni pa Mungu. Yeye anahesabiwa dhambi na inapaki dhambi katika maishani ama katika machoni pa Mungu. Sasa mtu anayesema ya kwamba anatenda dhambi tena akuja atubu, hiyo ni dhambi, anahesabiwa dhambi na atahukumiwa katika ile dhambi. Lakini kama atatenda dhambi mara moja lakini arudi tena aseme ya kwamba nimetenda dhambi, katika hii kizazi ya Agano Jipya pamoja na neema tuliyomo nayo, Mungu anatusamehe na Mungu anatufariji na anatupatia tena neema ya kuishi na kuendelea na maisha tena na utakatifu. Najua tuko na 3 minutes but I want to just take the 2 minutes to respond to this. Things are changing. Yes. The crossing over to 2026, it has been a shift for gospel industry. I've seen gospel DJ going to club, play gospel music, and they do service in the club setup. It's not new. It has been there. When people cross over to the new year, immediately after saa sita usiku na some 30 minutes, the whole crew will get it to the club. Okay. Nyinyi ambao mko kwa kingdom, mnahubiri injili, how do you see that? Katika yale sisi Biblia inasema vile nilikwambia pa awali, walio katikati yetu, walio na miongoni ya imani yetu, sisi tunahesabiwa haki katika machoni pa Mungu. Na sio ya kwamba sisi ni wema kuliko wale wengine. Lakini bali kuna neema ama kuna nafasi ya wale hata wanaweza tubu wakaingia katika kingdom ambayo mahali penye tunakaa. Lakini kama watakatalia kule, Biblia inasema ya kwamba damu isiyo na hatia Mungu hata hisabia dhambi. Sasa walio katika kingdom ya kilabu na sisi tulio katika kingdom ya Mungu ni tofauti, kwa sababu sisi tunamsifu Mungu na wale wanasifu katika mambo ya mataifa. Sasa lakini wakiwa katika kile kingdom ya dunia, wakirudi katika machoni pa Mungu ama katika kingdom ya Mungu, Mungu anawachukua ya kwamba ni wanao. Ndivyo neema ya Mungu iko katika ndani ya sisi watakatifu. Lakini hatuwezi wahukumu wale na wale hawawezi kuhukumu sisi. Lakini kama wataona ni vyema warudi nasi katika hii zizi, tunaweza kuwapokea na tunaweza kuwakaribisha katika kingdom ya Mungu. Wanasema Jesus ako everywhere. Yes. Sasa wanaposema hivyo ni ukweli. Yes, kwa sababu Mungu ana kitu kimoja. Acha niwaambie watazamaji. Mungu anapatikana kila mahali. Lakini shetani hawezi kupatikana kila mahali. Kama Mungu anapatikana sahi katika nchi yetu ya Kenya, Mungu ako katika nchi ya Tanzania, Mungu ako katika nchi ya Ulaya, Mungu ako katika kila mahali. Lakini shetani hana uwezo ya kumiliki katika kama Mungu anavyomiliki. Lakini shetani anatumia kitu ambayo inaitwa ya kwamba mawakala wake, maagent. Sasa kama shetani ako Kenya, hawezi kuwa na Amerika, hawezi kujikawanyisha. Lakini Mungu ana uwezo ya kuwa katika everywhere. Lakini shetani anatumia kitu ambayo inaitwa ya kwamba ni maakili ama ni maagents wa shetani. Sasa wanapokuwa kule, Mungu ana uwezo ya kubadilisha meza katika wakati wote na wakati usiofaa. Wow. We'll have that conversation. I think it's a dope one. I have a lot ambayo nimegather while we are crossing over to the year 2026, and a lot has been able to happen, and things are changing. Things are changing to access God, how to do everything. There are people who are saying lazima to avoid cartels. In Christ already okay, there is a lot. So I promise you that starting this year 2026, the praise mix is going to have dope topics up hivi, and the thing is that stay tuned so that we can be able to have this conversation with the guest na kila kitu kwa baraka sana. Hivi ndo nakamilisha the praise mix today, the first episode 2026. See you next Sunday na God akubariki tu sana, and itakuwa baraka. Wow.